Adamu aliambiwa ailime na kuitunza. Analima nini? Majani hayakauki, matunda hayaishi. Analima nini? Hivi mwawe kujiuliza alikuwa anafanya nini Adamu? Hem, niambie kazi gani alikuwa anaifanya? Ndio maana mimi nakwambia tena narudia, mimi kati ya mke wangu cha kwanza kazi. Na ninasema hivi kwa confidence kwa sababu naielewa kazi aliyopewa Adamu kabla hajapewa mwanamke. Na niwaambie wanandoa wengi, maana hili wiki nitalizungumzia ndoa. Wengi leo tunakosea kwenye ndoa kwa sababu kuna vitu vidogo vya msingi hatuvijui. Sikiliza, Biblia inaniambia hivi, mwanamke akaumbwa kuwa msaidizi wa kumsaidia mmewe kazi. Kazi gani? Wewe mke wangu eti shoma mama, wewe si ni msaidizi? Unanisaidia kazi gani sasa? Hivi Adamu yuko katika bustani ya Edeni, amepewa kazi ambayo mpaka sasa hivi mimi na wewe hapa hatujui amepewa kazi gani. Alafu anaongezewa mtu wa kufanyaje? Kazi gani? Halo, kama tuko pamoja nipungie mkono. Ngojeni niwaambieni, mimi nawaambieni serious. Hakuna kitu kizuri duniani, hakuna kitu kizuri kwenye hii dunia tunayoishi kama ukiback to the origin. Yaani ukitwist mind yako ukarudi kumwangalia Mungu, vitu alivyovisema, alivyovipanga, alivyoviamuru, ukamuelewa, hii dunia utaenjoy na utaenjoy tena. Lakini usipoielewa utajua ujui na utateseka. Sikiliza vizuri. Dhambi ilipoingia, Biblia ndio inaniambia hivi, akapewa mboga za kondeni. Si wewe ni shahidi? Alafu akaambiwa hivi, utakula kwa jasho. Hiyo sasa sio kazi aliyopewa kwenye nini? Halo? Hiyo sio kazi aliyopewa kwenye bustani. Sijui nchi imelaaniwa, utakula kwa jasho. Eva utazaa kwa uchungu. Haya mambo hayakuwepo. Kwa hiyo kazi aliyopewa Adamu sio hii ambayo tuko nayo leo. Na ni lazima uzijue ili uzitofautishe. Bwana Yesu asifiwe. Kama tuko pamoja nipungie mkono. Sasa twende tuangalie kazi aliyopewa Adamu ni kazi gani? Halafu mwishoni nitakuuliza kama tunakubaliana wanaume tuliokuwepo hapa, kama tutakubaliana sasa kwamba 90% ya maisha yako kazi, alafu ndo anafuata nani? Mwanamke. Nisikilize, ili neno kazi kwa lugha ya wenzetu Kiebrania, tafsiri yake inasema hivi, Adamu akaambiwa na Mungu, kuwa vile nilivyo kuumba. Narudia, maana ya kazi aliyopewa Adamu na Mungu. Sikiliza, hapa haya mambo yote yanafanyika, ukumbuke hakuna kiumbe anaitwa mwanamke. Mungu anamwambia Adamu hivi, kazi ninayokupa Adamu, nataka uwe vile ambavyo mimi nataka uwe, na vitu nilivyoviweka ndani yako nataka vithibitike na vidhihirike vile ambavyo mimi nimekufanya uwe. Ndio kazi aliyopewa. Kazi ya mbegu kabla dhambi haijaingia, kazi ya mbegu ni kuota. Kazi ya samaki ni kuogelea kwenye bahari. Kazi ya ndege ni kupaa. Ni sifa ya uwezo Mungu aliyouweka ndani yako. Nisikilize unielewe. Tofautisha kati ya ajira ulionayo. Nisikilize, ajira ni position, sio kazi. Na unaelekezwa, unafundishwa. Yaani hapa tulipo kuna watu wengi hamfanyi kazi, ila mnafanya shughuli mlizoelekezwa. Mfano, leo hii tuna wataalamu wa software, si ndio? Tuna maengineer kwenye software. Lakini unafikiri wanachofanya ni kazi ile Mungu aliyowapa? Ngoja nikuonyeshe mfano uelewe. Aliyepewa kazi haya mambo ya software alikuwa anaitwa Bill Gates. Wengine wote waliobaki wanajifunza alichofanya Bill Gates, wanakiendeleza. Sijui mnanielewa ninachokisema? Bill Gates alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni inaitwa IBM. Nimesoma historia yule jamaa. Kazi zilivyokuwa ngumu, akiwa nyumbani kwake garage amekaa, akaanza kufikiri from within. Anaanza kutafuta, hivi mimi Bill Gates ni nani? Na ni kitu gani Mungu amesema hivi, Peter kuna kitu nimekiweka ndani yako, ishi kwa hicho kitu ulicho nacho. Bill Gates akiwa amekaa ndio akarealize kwamba kumbe mimi duniani nina kauwezo Mungu alikokaweka ndani yangu na ninakafanyia kazi. Alipoenda kwenye kampuni kuwaambia, walimfukuza.
Alipofukuzwa akarudi akakaa nyumbani kwake akatengeneza. Nisikilizeni, kazi haitoki nje, inatoka ndani yako. Sijui mnanielewa? Bill Gates akiwa amekaa ametulia ndani ya ubongo, Mungu anamwambia Bill Gates, kuwa nilivyokuumba. Bill Gates, ndani yako kuna kakidubwana ambako kana kutofautisha wewe na watu wengine duniani. Bill Gates, wewe unaka kitu mwingine hana. Huyu rafiki akakatengeneza kakakamilika. Sikiliza, Bill Gates hakukatengeneza ili apate hela, no, alikatengeneza kwa sababu ndivyo alivyoumbwa. Alipomaliza kukatengeneza afu akaenda kwenye kampuni waliomfukuza, akamwambia wazee, mnaionaje? Walivyoangalia, bwana tukupe shilingi ngapi? Akaingiza nini? Pesa. Sasa leo mnisamee, leo kuna watu wanatutishia. Unakuta anasimama na kwambia mimi ni engineer wa software, anataja mpaka majina ambayo wewe hujui. Lakini kumbe kasahau yeye anajifunza uwezo Mungu aliyoweka ndani ya Bill Gates. Yeye tu anafanyaje? Na ndio maana unaenda darasani wewe. Hivi mbona mmenikasirikia? Huo ndio ukweli. Sikiliza, mnamjua Isaac Newton? Si mnamfahamu? Leo kuna watu tunajivunia kabisa, sudi gravitation force, ukitaka kujenga nyumba pima hivi, fanya hivi. Sikiliza, aliyekuwa na uwezo wa vile Mungu alivyomuumba mwanzo akamwambia hivi, Isaac Newton, kuwa nilivyokuumba, alikuwa ni Isaac Newton. Sisi wengine tunafanyia kazi mawazo yao. Na ndio maana watu wengi duniani hatufanikiwi kimaisha kwa sababu hatujichunguzi uwezo tulionao, tunafanyia kazi vitu vya watu. Leo mmekasirika, ametenda maajabu. Nisikilizeni, sina nia mbaya. Sikiliza vizuri unielewe. Kazi unayofanya kuna siku utafukuzwa, lakini zawadi ulionayo hakuna atakayeweza kuiondoa. Na kuhakikishia, ule uwezo Mungu aliyoweka ndani yako, hata ifanikeje, trust me, utabaki kuwa nayo. Ngoja niwape mfano ili uelewe kwamba zawadi na kazi ni vitu viwili tofauti. Mkuu wa mkoa ni zawadi, ni position. It's a position. Ndio maana leo unapewa, kesho. Sikiliza, nisikilize nikunong'oneze. Kila binadamu kwenye hii dunia ana zawadi. Sikia, mwanamke mwenye akili timamu haolewi na mwanaume asiye na zawadi. Maana akienda haendi kufanya kazi. Kazi ya mwanamke ni msaidie mwanaume mwenye njozi, mwenye gifti, mwenye idea, mwenye thought, anayeiona kesho, mwanaume ambaye anatengeneza visivyo kuwepo vinaonekana. Sasa wewe mwanamke unaolewa na mwanaume, samahani nitumie neno hili, ana jinsia ya kiume lakini ana tafsiri ya kike. Nikiwa na maana hii, hana gifti, sio hanayo lakini hajaigundua. Na ndio maana leo duniani watu wengi tuna struggle na maisha yanatutesa. Mimi nikuuzie wazo leo, anza kutafuta uwezo Mungu aliyoweka ndani yako. Na nisikilize, unaupata na una uwezo wa kugundua wewe ni nani. Na unisikilize, siongei na wanawake. Ngoja niwaambie ukweli, mimi ni mume na miaka 10 kwenye ndoa. Ukiangalia maisha yako unayoishi na mkeo, kila wazo la mume mwanamke analisupport. Umegundua hilo jambo? Always wakina mama wako pale kutusaidia. Always they are just there to push your gift. Lakini shida inakuja hapa. Kama umemuoa mwanamke alafu wewe ulipo hujui zawadi yako, upo tu, tayari hilo ni tatizo. Na angalia kitu kibaya cha pili, mwanamke anapoteza confidence kwa mume. Kwa nini? Hana cha kusaidia. Yaani akiamka asubuhi, mume wangu kumekucha, salama, mume anamulikia salama. Tunakula tule, tunalala tulale, twende. Lakini ndio maana anasema hivi, wanaume wenzangu mliokuweko hapa, ndoa inakuja kama umejitambua na unajua adhina ulionayo. Na ndio maana Mungu alianza kamuumba Adamu, cha pili akamwekea bustani, cha tatu ingia ndani ya bustani, cha 4 fanya kazi, cha 5 si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi.
ili tutimize. Tunachokitimiza ni kipi? Ni zawadi Mungu aliyoiweka ndani ya mwanaume. Ndio maana Mungu anasema hivi, mwanaume ni kichwa cha familia. Aishi hapo. Anasema mwanaume ni kichwa cha Kristo. Mwanaume ni Yesu duniani. Mwanamke anaponiangalia, mke wangu mimi anaponiangalia, maisha yangu na jinsi tunavyoishi, inapaswa ifikie pointi mke wangu aseme hivi, namuona Mungu maishani mwako. Nikuulize swali, amewahi kusema hivyo? Ametenda maajabu. Mke wako amewahi kuwa proud, anasema kabisa na confidence kwamba namshukuru Mungu kwa ajili yako? Au ni yule mke anasema Mungu Baba, chukua huyu mtu niwe huru? Nasisitiza kwa wanaume mnayenisikiliza, kuanzia leo search your gift. Na nisikiliza nikwambie, usiruhusu mtu yoyote kuizima uweza Mungu aliyoweka ndani yako. Don't. Kwa sababu uweza ulio ndani yako ndio wewe, zilizobaki it's just a history. Mungu awabariki.